Leo bwana, mzigo wetu unaanzia hapa katikona bwana, tunamuona huyu mshikaji anaenda kwa jina la Jerry bwana. Siwezi amini kwamba huyu mshikaji kwao ni matajiri hadi sio poa bwana, naye anamiliki kampuni moja kubwa sana hapa jijini Lagos bwana. Na leo hii moja kwa moja ni kwamba huyu mshikaji alikuwa kwenye harakati za kuweza kutafuta nani, kumtafuta mwanamke aenda akamtambulisha kwa nani, kwa babake bwana, maana babake amekuwa siku zote akimsumbua kuwa anahitaji mshikaji aweze fanye aweze kuoa bwana. Kwa mshikaji moja kwa moja ni kwamba alitafuta zake hapa mwanamke, na moja kwa moja ni kwamba mshikaji akana tupa zake hapa madini ili mwanamke aweze kukubali, na moja kwa moja ni kwamba aweze fanya aweze kumpeleka kwa babake bwana. Lakini uweze amini kwamba huyu bidada bwana alimzingua mshikaji bwana, alisema kabisa hawezi kuwa na nani, hawezi kuwa na mshikaji. Kwa sababu gani? Yeye hapo alipo ni mtu wa matawi ya juu bwana, kwa hawezi kutoka na mshikaji hata kidogo bwana. Na uweze amini kwamba moja kwa moja kwa bidada kama amenyuka zake pale na kama amechukua maji akamwagia mshikaji na kuweza kumdharau bwana. Juu kwa mshikaji ni mtu mkubwa sana na kampuni na ni tajiri hadi sio poa bwana. Na baada hapo nikawa bidada kama ndoka zake bwana, mshikaji akaona hizi okay bwana, sio mbaya bwana, kwamba nimetupa nyavu, lakini nyavu ndio ni kwamba zimeweza kufanyaje, zimeweza kukataliwa bwana. Basi moja kwa moja kwa mshikaji kama mfanyaje, akamuita pale waiter haja asafishe. Upande wa pili pale pembeni tunamuona kuna bidada pale kama tulia zake. Huyo bidada anaenda kwa jina la Mary bwana. Na uweze amini kwa bidada hapo leo hii alikuwa ameachwa matenga naye na mpenzi wake. Ilibidi moja kwa moja siku ya leo bidada aje kukutana na mpenzi wake, lakini moja kwa moja aliachwa matenga bwana. Na bidada alikuwa ameagiza vinywaji, msosi amekula. Ndio hivyo hapo alipo hana tamia ya kuweza kulipa nini, ya kuweza kulipa hiyo misosi. Kwa moja kwa moja kana mpigia mpenzi wake aweze kufanya aweze kuja kulipa hiyo misosi bwana. Lakini ndio ni kwamba mpenzi wake alimeyusha bidada bwana. Ni kwamba bidada alikuwa ametelekezwa siku ya leo hii bwana. Mshikaji Jerry alikuwa amemwonea huruma sana bidada bwana. Sasa bidada akamwambia wewe nini naona niangalia wewe usifuate biashara zako fuata biashara zako mpuzi nini. Basi moja kwa moja kwa mshikaji akana cheka. Unacheka nini? Anakuhusu hadi unacheka wewe mpuzi nini wewe? Mshikaji akamwambia umetelekezwa. Akamwambia hata kama nimetelekezwa nishakwambia wewe yakuhusu wewe fuata maisha yako na mambo yako. Akamwambia mimi sina nia mbaya bwana, ila kiukweli nimejisikia vibaya bwana baada ya kusikia kuwa umeweza kutelekezwa. Ni kwamba mimi na wewe tupo safari moja bwana, na kama ni vinywaji pamoja na chakula wewe usijali bwana, mimi nitakulipia. Bidada akasema unasemaje wewe kaka, jamani sijakusikia vizuri, na maana utanilipia chakula pamoja na vinywaji? Akamwambia ndio mimi nakulipia bwana, wewe usiwe na wasiwasi, kwa maana mimi na wewe ni sawa tu, tumeweza kutelekezwa. Sasa jamani kaka nakushukuru. Akasema sio kitu cha kushukuru bwana, ni vitu vya kawaida hivyo. Bidada akasema nili mwanaume hili nina roho mbaya hadi sio poa bwana. Lakini ndio hivyo ni kwamba mshikaji Jerry alikuwa ameamua kumsaidia bidada nani, bidada Blandina bwana. Na uweza amini kwamba mshikaji pamoja na bidada ndio kwa mwanzo wa kuweza kufahamiana bwana. Tunakuja upande wa pili tunamuona nani, tunamuona mzee hapa akiwa na binti yake bwana. Huyu binti yake anaenda kwa jina la Nola bwana. Na huyu mzee uweze amini ndio babake na nani, ndio babake na Jerry. Kama nilivyokuambia kwa mzee ni tajiri kinoma noma bwana, na ana pesa hadi anauma. Na moja kwa moja ni kwamba alikuwa anaongea zake na mtoto wake hapa, kanamwambia mwanangu, vipi mbona sijamuona Mary hapa leo hii? Asa Mary mimi sijui babani, toka asubuhi sijamuonepo, na nilikwambia baba Mary afai kabisa kuweza kufanya kazi humu ndani ulikuwa bado unanikatalia. Unaona sasa kinachoenda kutokea, anatuacha sisi na njaa hapa, ameenda zake si misere huko. Tunakuja upande wa pili tunamuona nani, tunamuona ubidada. Ubidada bwana ndiye anaenda kwa jina la Mary bwana. Lakini uweze amini kwamba ubidada alimdanganya kule mshikaji, alimwambia kuwa yeye anaitwa Blandina lakini uweze amini kwamba ubidada maisha yake ni magumu hadi sio poa bwana. Na leo hii moja kwa moja alikuja kwa huyu hapa rafiki yake kuweza kurudisha nguo ambazo alikuwa ameazima siku ya jana ili aenda kukutana nani, aenda kukutana na mpenzi wake bwana. Hapa rafiki yake alikuwa anamwashia moto kinoma noma. Kwa sababu gani? Bidada alikuwa anarudisha nguo hizi bila kulipia nini, bila kulipia kiasi cha fedha. Na bidada alijua moja kwa moja akienda kukutana na mpenzi wake kule atapatiwa kiasi cha fedha, lakini ndio hivyo haikuwa hivyo bwana. Ni kwamba mpenzi wake kama amemtelekeza kule vinywaji vyenyewe hata kulipia, na mwisho wa siku ni kwamba bidada ilibidi afanye aje, amombe rafiki yake tu aweze kukubali tu aweze kurudisha hizo nguo, maana hapo alipo hana pesa bwana. Alimwahidi kuwa ukitokea mchongo moja kwa moja atafanyaje, atamlipa pesa ya kutosha bwana. Kwa naomba aweze kumuelewa. Lakini bidada akamwambia yani wewe kila siku unasemaga si mchongo utatokea mpya, mchongo mpya, mimi nakuazima nguo zangu hapa na kupiga makeup unang'aa, mwisho wa siku unakuja unaniletea mambo yako ya ajabu ajabu hapa hivi. Kwa nini unakuwa hivyo bwana? Lete nguo zangu hizo bwana, usije tena ukarudia maswala yako kuja kuniazima mimi nguo. Na baada hapo moja kwa moja kwa bidada akawa ameondoka zake bwana. Sasa nilikuwa bidada kama anajaribu kumbembeleza, lakini uweze amini kwa bidada alikuwa amekasirika hadi sio poa bwana. Bidada bidada aondoke zake bwana. Basi tunaona kitime fulani vitu tunamuona bidada Mary hapa akawa ameweza kuasili wapi, kama ameweza kuasili kwenye hii nyumba bwana. Na uweze amini kwamba Mary anafanya kazi kwenye hii nyumba bwana. Na hapa moja kwa moja kwamba bidada hapa Nola alikuwa anamwashia moto kinoma noma bwana, kwa kile kitendo alichokifanya cha kuweza kuacha asubuhi na njaa bila kupika. Akamwambia wewe tabia yako mimi sijaipenda hata kidogo bwana, na ukiendelea na tabia yako mimi nitakufukuza kazi. Hata kama babangu anakupenda na alikuajiri mimi nitakufukuza kazi. Basi moja kwa moja kwa bidada ilibidi afanye aweze kumuomba msamaha, na kama mwahidi kuwa hata rudia tena kuweza kuchelewa kazini. Bidada akamwambia afanye haraka bwana, pika chakula cha mchana, mimi hapa ilipo njaa inaniuma bwana, uje niletee kule chumbani. Na baada hapo moja kwa moja kwa bidada akaanaondoka. Naambia bidada na madharau kinoma noma, yani bidada Nola na madharau, si kwao kisa matajiri, kwa na madharau maskini hadi sio poa sana. Yani akanaitia sana kajeuri, yani kisa eti kwao kuna pesa tena na bahati sana angezaliwa kwenye familia za kimaskini huyu. Haikopo ni mbaya hadi sio poa bwana. Ana bahati babake ana pesa, yani kula deki zake. Hebu kwanza niweze kumpikia chai bwana. Sasa basi moja kwa moja tunakuja upande wa pili huku. Tunamwona mshikaji nani, mshikaji Jerry bwana. Sasa uweze amini kwamba siku leo hii alipigiwa simu na nani,
amepigiwa simu na dingi bwana. Na uweze amini kwamba bidada Mary hajawahi kuwa hii nyumba yenye anafanya kazi ni nyumba kina nani? Nyumba kina Jerry bwana. Na mshikaji yeye anayemfahamu ni Blandine na sio Mary bwana sasa. Na hapa mshikaji alikuwa amechoka kinoma noma, maana ndivyo ni kwamba dingi yake alikuwa amempigia simu kwa aweze fanya aweze kumleta mwanamke bwana hapa nyumbani. Maana dingi amechoshwa na hizi mambo za mshikaji bwana sasa. Na uweze amini kwamba siku iliyofuata tunamuona nani? Tunamuona hapa mshikaji ilibidi afanye aweze kumuita nani? Bidada Blandine bwana. Na kama amemuomba kuwa aweze kwenda kumtambulisha kwa babake na ataweza kumlipa. Blandine akasema kwa nini lakini itawezekanaje? Akasema ndio hivyo bwana, mimi nitakupatia kiasi cha fedha, ni kwa babangu anataka niende nikamtambulishe mwanamke wapi? Nyumbani bwana. Kwa mimi naomba tuweze kukubaliana mimi na wewe. Mimi nitakulipa kiasi cha fedha na ujifanye kama mpenzi wangu na nitakutambulisha kwa babangu pale, na mwisho wa siku nitakugea kibunda chako. Wewe utapita hivi na mimi nitapita hivi. Lakini bidada akasema sasa mimi nikianza kuulizwa maswali nitajibuje? Akasema usiwe na wasiwasi bwana. Ni kwamba utajifanya kama bubu bwana, na mimi nitamwambia babangu kuwa wewe una uwezo wa kuongea. Na mwisho wa siku nitakutambulisha na mambo mengine yataendelea. Basi moja kwa moja ilibidi bidada aweze kukubali bwana, maana ndio ni kwamba alikuwa ameahidiwa kiasi cha fedha. Lakini ndio ni kwamba bidada hajui kuwa sehemu anaenda kutambulishwa ni sehemu ile yenye anafanyia nini, anafanyia kazi bwana. Basi bwana, tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona mshikaji Jerry kama amewasili leo hii moja kwa moja wapi? Nyumbani bwana. Na wakati moja kwa moja kama amekuja nani? Amekuja dingi yake. Unamwambia dingi yake anampenda kinoma noma huyo mtoto wake bwana, na siku zote amekuwa kimsia aweze fanya aweze kuoa bwana. Akamwambia mwanangu, mwanamke yule mleta huko wapi? Akasema ndio kwanza nimekaa tena nataka mwanamke. Akasema ndio bwana, hebu niambie mwanamke yuko wapi bwana? Mimi nataka uweze kuoa. Kama uweze kutafuta mwanamke, mimi nakutafutia mwanamke mwenyewe. Sijashindwa mimi kutafutia mwanamke. Mshikaji akasema baba, mimi nitatafuta mwenyewe mwanamke. Wakati mmoja kwa mmoja tunamuona bidada Mary hapa. Akawa anakuja sasa. Uweze amini kwamba alishtuka kinoma noma baada ya kumuona nani? Baada ya kumuona mshikaji hapa Jerry bwana. Sasa mshikaji akasema baba, usiwe na wasiwasi. Ngoja nimpigie penzi wangu simu. Aweze fanya aweze kuja bwana. Akasema mpigie haraka bwana aweze kuja naye. Huko upande wa pili tunamuona bidada bwana. Sasa ni kwamba amechanganyikiwa kinoma noma. Sasa na huyu amfuata nini tena huyu jamani? Au ndio mtoto wa huyu mzee jamani? Hii jamani mambo gani haya? Wakati mmoja kwa mmoja kwamba simu ikae inaita bwana. Akasema jamani tena ananipigia tena simu. Mimi nifanye nini tena, niongee nini? Moja kwa moja bidada afanye aweze kupokea simu. Sasa uweze amini alikuwa ni nani? Alikuwa ni Jerry bwana, na kama muomba bidada waweze kufanya waweze kukutana ili siku ya kesho aweze kufanya aweze kuja kumtambulisha kwa babake bwana. Bidada ilibidi aweze kukubali. Akasema jamani nimekubali na mimi nitafanyaje jamani mimi? Nitafanya nini sasa? Basi bwana uweze amini kwamba siku iliyofuata bidada alimfuata nani? Alimfuata huyu rafiki yake bwana, anaenda kwa jina la Naomi bwana. Leo hii bidada alikuja na kiasi cha fedha. Akanamwambia rafiki yangu bwana, nimetingwa naomba mpate kuniazima nguo. Na nakwambia nakoenda huko naenda kutengeneza pesa. Nimepata bonge la dili. Akasema dili gani wewe? Akasema wewe tulia bwana. Nimepata dili kutoka kwa mtoto wa mdosi huko. Kwa amesema hata nipatia kiasi cha fedha kizuri bwana. Anachotaka mimi niweze kuwa mpenzi wake wa bandia. Kwa ndio hivyo yani mwenzako hapa nipo kwenye bonge la dili. Akasema mimi sikuamini wewe hata kidogo bwana. Yaani kila siku unasemaga hivyo, kila siku unasemaga hivyo. Na mwisho wa siku uniletee mimi kiasi cha fedha. Sasa unaniletea mimi kiasi cha fedha kidogo hicho. Kitanitosha hicho. Sasa ndio hivyo bwana, mimi ndio ninacho hicho. Akasema bwana mimi sitaki, nimekataa kabisa na siwezi kabisa nikafanya nikakupa nguo zangu bwana. Wewe ndo kaza zako. Ni kwa bidada leo hii aligoma kabisa kuweza kumsaidia bidada hapa Mary bwana. Maana ndio hivyo ni kwamba bidada Mary ni mzurumaji hadi sio poa bwana. Ni kwamba amekuwa kimdhulumu bidada kiasi chake cha fedha. Lakini bidada Mary alikuwa anaendelea kumbembeleza akasema nakwambia ukweli shogo yangu, yani trip hii nisipokuletea kiasi cha fedha basi moja kwa moja naomba usipate tena kuniazima nguo zako. Akamwambia lakini Mary mimi ninachotaka hela yangu, niletee hela yangu. Akasema sio na wasiwasi, mimi nitakuletea hela yako bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba bidada hapa Naomi ilibidi afanye aweze kuchukua kile kiasi cha fedha, na kama mwambia bidada Mary baadaye aje afanyeje, aje achukue nini, aje achukue hizo nguo zenye anazihitaji bwana. Sasa uweze amini kwamba Mary alifly kinoma noma, na bidada kana endelea kusisitiza kuwa pesa yake afanye aweze kuletewa bwana. Bidada kuni kucheza tu aisee, ilikuwa ni hatari. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona mzee kama ametulia zake hapa, na alikuwa na nani, na mtoto wake bwana. Sasa wakati huo anapiga zao story hapa, moja kwa moja kama ametimba nani, ametimba mshikaji Jerry bwana. Sasa naweza amini kwamba bidada Mary hapa alikuwa amejiseti vizuri bwana. Sasa uwezo kaamini kuwa ni Mary yule mfanyakazi wa ndani ndiye amekuwa mtoto super, mtoto nyepenyepe, mtoto maziwa bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji kana mtambulisha pale bidada Mary kwa nani, kwa babake. Na bidada Mary pale kama amesalimia, kama ameweza kukaa pale bwana. Akasema vipi tena wewe unaitwa nani? Mshikaji kadakia kwa sababu huyu hapa ana tatizo la kuongea bwana. Ni kwamba huyu alipataga ajali. Alipopata ajali moja kwa moja ni kwamba ile ajali ikawa imeweza kumwasili kwenye upande wa nini, upande wa sauti bwana. Kwa hapo alipo hawezi kuongea hata kidogo bwana. Si ni kwamba dingi alisikitika kinoma noma bwana. Akasema da, pole sana jamani binti yangu. Bidada akasema jamani kaka, kwa umeamua ndio tuletee bubu si ndio Kwa umeshindwa kuchagua wanawake umeamua tuletee sisi bubu. Akasema jamani Nola, hebu tulia bwana. Mimi ni mwanamke ninayempenda na mimi nimempenda. Na sio kwamba eti alipopata ajali ndio aje kuongea. Hapana bwana, ni kwamba daktari amesema baada ya muda atafanya ataweza kuongea bwana. Mzee akamwambia usiwe na wasiwasi mwanangu bwana. Madam tu mmependana wewe na mwenzako ni jambo jema bwana. Masuala kuongea tutaweza kuyashughulikia hata mbele ya safari bwana. Lakini bidada akasema mbona lakini kama nakufananisha hivi. Akasema mimi sifanani na mtu yoyote. Mzee akasema hebu tuachane na hayo mambo bwana. Hivi Mary yuko wapi? Inabidi tuandalie msosi. Sasa mfanyakazi wako sija hata ameenda wapi? Ndio ilivyo kaida yake. Yaani waga anaondoka hata bila kufanya bila hata kuaga bwana. Sasa hawajui kusema mtu mwenyewe anamzungumzia ni huyu hapo pembeni bwana. Ni kwamba amejipiga makeup hapa, amevaa nguo nyepenyepe safi kinoma noma. Hakuna hata
mtu mmoja mwenye ameweza kufanya, mwenye ameweza kumtambua bidada Mary hapa. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji kama ameinuka zake pale kwa ajili ya kuweza kuandaa chochote kitu ili aweze kufanya, aweze kumpatia bidada Mary bwana. Sasa ni kwa mzee anaangalia na bidada naye anamwangalia vizuri, mbona utazania anafanana na Mary? Lakini ndio hivyo, ni kwamba hakuna mtu aliweza kumtambua. Nani aliweza kumtambua huyu bidada bwana? Sasa na basi bwana, baada ya muda tunamuona mzee kama ametulia zake hapa, lakini wangu tunamuona bidada Mary hapa kama ametimba. Jamani, watekaji jamani! Bidada anataka kukimbia. Sasa nini? Shida nini? Anasema watekaji amfanyeje tena? Mbona sikuelewi? Anasema watekaji jamani, walikuwa amenikaba shingo, chiki walivyonichania nguo. Sasa uweze amini kwamba bidada Mary ni mjanja kinoma noma bwana. Sasa alikuwa anadai kwa alivyokuwa anaenda sokoni moja kwa moja akawa amevamiwa na nani, na watekaji bwana. Alikuwa anataka amteke kwa moja kwa moja, kama amefanya ameweza kuchoropoka na kama amefanya kama ameweza kukimbia au majambazi bwana. Mzee akasema jamani, pole sana, hebu tuweze kupiga simu polisi. Sasa upige simu polisi ya nini tena mzee bwana? Cha msingi nimeshapona. Maana alikuwa amenivuta aniingize kwenye gari nikaa nimapokonyoka na nikaa nimetoka nduki. Kwa masuala ya polisi hayo mzee, achana nao bwana, cha msingi mimi niko poa. Lakini bila akasema wewe ni uigizaji wako. Mimi najua kabisa wewe ni muigizaji wewe. Wewe kuna kitu unatuficha. Haiwezekani wewe. Unaondoka tu kwenye mazingira kutatanisha afu kirudi unarudi na visingizio. Unafikiri mimi nitakuamini? Sasa jamani, hivi Nola jamani. Hivi kwa nini unanichukia mimi hivyo jamani? Kwa ulitaka mimi nitekwe, si ndio? Wewe unataka mimi nitekwe. Nimekwambia kabisa mimi nimenusurika kutekwa siku ya leo hii, bado unaongea vitu vya ajabu kama hivyo. Mzee akasema achana nayo mambo bwana. Hebu nenda kaandae msosi haraka maana mimi hapa nipo njaa inaniuma. Hadi sio poa bwana. Bidada Mary hapa kama ameondoka zake kwenda kuandaa msosi. Basi moja kwa moja ni kwamba mzee kama amempotezea zake pale bwana. Basi bwana, tunaona siku nyingine tena hapa tunamwona nani? Tunamwona mshikaji pamoja na bidada bwana. Uweze amini kwamba mshikaji pamoja na bidada ukaribu kama unaendelea kuwa mkubwa kinoma noma bwana. Leo hii moja kwa moja ni kwamba mshikaji alikuwa anamshukuru bidada hadi sio poa bwana. Kwa sababu gani? Aliweza kumsaidia siku zile mpaka babake mwenyewe akaweza kufanya, akawa amejua labda kweli mshikaji ana nini, ana mpenzi bwana. Lakini kikweli ni kwamba mshikaji hapo alipo hana mpenzi wala cha nini bwana. Ni kwa bidada akasema usijali, utachokuwa kitaka mimi nitafanya, nitakuwa nakusaidia bwana. Madam tu unanilipa kiasi cha fedha, wewe usiwe na wasiwasi bwana. Ukitaka kitu chochote niambie, hata ukitaka tuende saizi tena kwa babako wewe niambie bwana. Ni mradi tuweze kunilipa kiasi cha nini? Kiasi cha fedha bwana. Ni kwa bidada anapenda pesa huyu hadi sio poa bwana. Basi bwana, tunaona siku nyingine tena hapa tunamwona mshikaji pamoja na bidada bwana. Uweze amini kwamba mshikaji pamoja na bidada alikuwa anakutana, wanapiga story kama hivi bwana. Na uweze amini kwamba kabidada Mary mdogo kajikuta kanampenda nani? Kanampenda mshikaji bwana. Mshikaji anaendelea kupiga story pale kabidada, kanamwangalia mshikaji afu kanatabasamu kinoma noma bwana. Na uweze amini moja kwa moja kabidada kaishindwa kujizuia bwana, kaka amempiga mshikaji bonge la busu pale. Mshikaji mwenyewe kabaki anashangaa. I say mambo gani haya? Kwa mshikaji alikuwa kama mpigwa shoti pale, kaelewi bwana. Sasa jamani, nini akasaibu tulia bwana. Nimekupa tu kabusu kadogo hapa. Uweze amini kwa bidada alikuwa anaenjoy kinoma noma baada ya kufanya kuweza kumpiga mshikaji bonge la busu bwana. Mshikaji naye alienjoy bwana. Unajua tena Mary ni mrembo, mtoto yuko super kinoma noma, kwa anamchanganya mshikaji hadi sio poa bwana. Basi bwana, baada ya siku kadhaa tunamuona bidada hapa kana anafanya zake usafi. Wakati mmoja kwa moja tunamuona nani? Tunamuona mshikaji akawa anashuka zake. Sasa jamani, tena vipi? Mbona apokee simu? Ni kwa mshikaji alikuwa na mashaka kinoma noma, maana bidada alikuwa apokee nini? Apokee simu bwana. Lakini bidada akamwambia mimi niko hapa bwana, umenimisi nini? Mshikaji sasa, wewe vipi? Upo hapa kivipi bwana? Mimi mbona sikuelewi? Akasema mimi nimesikia unasema siji mtu apokee simu, siji mfanya nini, umemisi. Niko hapa bwana, umenimisi, utakuwa umenimisi wewe, si ndio? Mshikaji kaelewi bwana, huyu anaongelea nini? Akasema mimi lile busu lile. Sasa wewe unaongelea nini? Mbona sikuelewi? Akasema hamna bwana, nilikuwa naongelea masuala ya busu, nilikuona wewe ukiwa na yule mwanamke mkiwa mnapiga mabusu pale. Niliwaona. Akasema hebu tulia bwana wewe. Vipi wewe? Unaongea vitu vya ajabu. Akasema hapana bosi bwana, naomba mpate kunisamee. Aisee, uweze amini kwamba bidada hapa akawa mfanyaje? Akawa na enjoy kinoma noma bwana, kumtania mshikaji bwana. Na kana kumbuka lile busu lenye aliweza kumpiga mshikaji. Aisee, kwamba alikuwa linamchanganya bidada hadi sio poa bwana. Akasema jamani, mbona nasikia kama simu yangu inaita? Basi moja kwa moja uweze amini kwamba bidada aende kupokea simu bwana. Na wakati moja kwa moja alikuwa mpigiwa na nani? Alikuwa mpigiwa na mshikaji bwana. Kwa mshikaji alimpigia bidada bwana. Na hapa mshikaji alikuwa anamuomba bidada aweze kuonana, lakini bidada siku leo aligoma kabisa. Akasema hapana bwana, hatuwezi tukaonana siku ya leo. Kwa sababu gani? Siku ya leo nina kazi hadi sio poa bwana. Kwa hiyo tunaweza kukutana siku nyingine. Kwa bidada alimgomea kabisa mshikaji kuweza kukutana naye siku ya leo hii bwana. Basi bwana, baada ya muda tunamuona mshikaji hapa moja kwa moja kwenye chumba cha nani? Kwenye chumba cha bidada hapa Mary bwana. Kana muita Mary, lakini Mary hakuwepo kwenye chumba hicho bwana. Uweze amini, lakini mshikaji akawa ameiona simu, akana shangaa hii simu tena ya nani tena? Wakati huo bidada Mary akawa ameweza kutimba bwana hapa. Akasema boss vipi? Mbona unaingia kwenye chumba changu bila looks zangu? Sasa nimekuita, nimekuta uitiki, ilibidi nije nikuangalie kwa chumbani kwako. Akasema ungeenda kule nje. Sasa mimi ningejuaje kama uko nje bwana? Akasema sasa boss, unaingiaje kwenye chumba changu bila looks zangu? Inabidi ungetoa taarifa kwa unakuja kwenye chumba changu bwana. Lakini mshikaji kama amegeukia tena kuiangalia ile simu. Akasema hii simu vipi? Hii simu ni ya nani? Akasema hiyo simu ni ya kwangu. Kwani na shida gani? Mshikaji akasema hii simu naifananisha, lakini uweze amini kwamba mshikaji alikuwa anaifananisha hii simu na nani? Na bidada Belinda bwana. Lakini mshikaji ndio hivyo ajui kwa bidada Belinda ndio huyo bidada nani? Bidada Mary bwana. Kwa bidada Mary alikuwa amejisahau, ameiacha simu pale moja kwa moja. Ni kwa mshikaji akamfanyaje? Ameweza kuiona ile simu bwana. Lakini moja kwa moja kwa bidada Mary
Mary ilibidi azugezuge pale, mshikaji akawa hajaweza kuelewa chochote. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona bidada Mary hapa kana panga nguo sasa, lakini wewe amini kwamba alikuwa anapanga nguo zile zenye anavaga akiwa kama nani, akiwa kama Belinda bwana. Wakati moja kwa moja kama amekuja bidada akasema leo nimekukamata. Hizo nguo nazo ficha za nani? Hizo nguo si za Belinda hizo. Akasema hizi nguo hapana bwana, hizi nguo sasa wewe usinidanganye, hizo nguo ni za Belinda. Zimefuata nini hizi nguo za Belinda kwenye chumba chako? Wakati moja kwa moja mshikaji kama amekuja akasema nini? Akasema huyu anaficha nguo za Belinda. Sasa jamani bosi, hapana bwana, ni kweli hizi nguo ni za Belinda, lakini nilikuwa nimezichukua kwa ajili ya kuweza kuja kuzifua. Kwa nini vibaya kuchukua nguo za Belinda kuja kuzifua? Akasema sio vibaya bwana, mimi ninachotaka nijue hizi nguo zimekujeje humu wewe kuna kitu unatuficha wewe. Yaani kikweli mimi sikuamini kabisa wewe. Kuna kitu utakuwa unanificha wewe. Lakini bila kambia utakuwa unanisi bure tu bwana. Mimi nichukue hizo nguo kwa ajili ya kuja kuzifanyaje? Kuja kuzifua. Kwani kuna kosa kuchukua nguo kuja kuzifua? Mshikaji bidii afanye aweze kuondoka zake bwana, maana aliona ugomvi wa watoto hakika asiweze kufanya, asiweze kuingilia. Lakini bidii akamwambia wewe, nipo na kuangalia. Na kuangalia sasa, lakini madam, mimi nimekosa nini lakini? Na bidada kama ondoka zake bwana. Simko bidada aliwaza leo ilibaki tu kidogo niweze kukamatwa. Leo ningekamatwa ningesema vizuri. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona mshikaji. Uweze amini kwamba kana anaendelea kumpigia bidada simu na kana anapiga story. Na uweze amini kwamba mshikaji pamoja na bidada ukaribu kama mkubwa hadi sio poa bwana, kwa mshikaji mdogo akajikuta anampenda nani? Anampenda bidada Mary bwana. Noma sana. Na bidada mwenyewe alikuwa na furaha, lakini alikuwa ikija kujulikana kwa mimi ni Mungu itakueje. Lakini anyway bwana cha msingi tu napendwa na enjoy, ndio vitu ninavyovitaka bwana Na leo hii nimealikwa kwenye msosi wa jioni. Ngoja niende. Ni kwamba bidada alipigiwa simu na mshikaji. Na mshikaji alikuwa anamtaka bidada aweze kuasili kwenye nyumba yao siku ya leo hii. Waje apate chakula cha jioni na familia yake bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba muda ulivyofika, bidada aliweza kutimba kwenye nyumba ya kina mshikaji na akawa anapiga zao hapa msosi bwana. Lakini bidada hapa Nola baada ya kula ule msosi akawa anashangaa huu msosi mbona kama una ladha fulani hivi. Ile ladha kama naijua bwana. Sasa jamani, hichi chakula mbona kama ni kile chenye anapiga Mary? Ina maana mapishi yako yanafanana na Mary? Bidada akashtuka pale. Mshikaji akasema mapishi kufanana ni kitu cha kawaida bwana Si unajua tena naye ni mtaalamu wa kupika msosi. Mzee akasema kumbe naye ni mtaalamu wa kupika hii misosi ya namna hii. Mshikaji akasema ndio baba, ni mtaalamu sana wa kupika hii misosi. Akasema basi ni jambo jema. Atakuwa ananipikia misosi na kuwa na enjoy bwana. Lakini bidada Nola bado alikuwa na wasiwasi bwana. Akasema kivipi hata kama watu mnafanana ndio mnafanana hadi upigaji wa msosi wa ladha? Aisee basi moja kwa moja ni kwamba kana anaendelea kupiga zao pale msosi na bidada akaendelea kumlishalisha pale mshikaji, yani mapenzi moto hadi sio poa bwana. Lakini kitendo ni kwamba bidada hapa Nola kilikuwa kinamkasirisha. Maana yeye alikuwa anaona kama kuna uongo unaendelea hapa bwana. Noma sana. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona nani? Tunamuona mshikaji. Leo hii moja kwa moja alikuwa na nani? Alikuwa na bidada bwana. Na leo hii bidada alikuwa anamwambia mshikaji kuwa hivi wataficha hivi hadi lini bwana? Wanaficha kusema eti yeye ni bubu na mwisho wa siku itakuja ijulikane kwa yeye anaongea ijilete shida. Lakini mshikaji akasema usijali bwana, kwamba tayari mimi kuna plan nimeshaiandaa hapa. Kwa moja kwa moja inabidi tuweze kuitekeleza siku ya kesho. Sasa plan gani? Akasema usiwe na wasiwasi bwana. Kesho inabidi tumthibitishie baba kuwa wewe unaongea bwana. Na mimi tayari nimeshaandaa mipango yote. Wewe siku kuanzia kesho utakuwa unaongea. Sasa ni kwa bidada alifly kinoma baada ya kuambia na mshikaji kuanzia siku ya kesho atakuwa bidada yuko huru kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kuongea bwana. Na uweze amini kwamba siku iliyofuata tunamuona hapa mzee pamoja na mshikaji pamoja na nani? Pamoja na bidada bwana. Na leo hiyo walikuwa wametoka zao. Na uweze amini kuna gari lilikuwa limekuja hapa balu. Serikali imewakosa pale bidada akasema mama. I say uweze amini kwa bidada akawa ameweza kupiga zake pale kelele. Mzee akashtuka akasema ameongea siku ya leo. Mshikaji akawa anajidai pale naye ameshtuka. Kumuona bidada ameongea bwana. Akasema umeongea siku ya leo? I say uwezo wako kuongea umerudi. I say ni kwa mshikaji alifly kinoma. Bidada akasema ndio bwana, uwezo wangu kuongea umerudi. Ni kwamba hizi zote zilikuwa ni plani bwana, kuweza kumwaminisha mzee kuwa bidada anaongea bwana. Mzee ndiye alifly kinoma. Akasema nini? Imekuwa kama bahati ya kumfanya mkwangu warudishe tena uwezo wako kuongea. Mshikaji kana fly pale na bidada bwana, lakini mshikaji pamoja na bidada wanajua nini walichokifanya bwana. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona bidada yupo na shughuli zake. Bidada akiwa kwenye kazi zake anapiga kazi kama kawaida, na wakati mmoja kwa mmoja tunamuona mshikaji akawa ametoka zake hapa. Bidada kama amejifanya pale amejikwaa kama amemkumbatia mshikaji akampiga busu. Mshikaji akasema wewe niache bwana. Nini wewe? Mbona unanipiga mabusu? Shida nini? Sasa jamani bosi, sijui mgongo wangu nimeteleza. Mgongo wako umeteleza na maana uko makini. Sasa bosi, bahati mbaya jamani. Mimi sikuelewi saizi, yani mambo yako yenyewe unaleta. Sasa bosi, lakini ni bahati mbaya jamani, nimekuwa nimeteleza jamani. Si nikanyaga sabuni jamani bosi, ni bahati mbaya jamani. Naomba mpate kunisamea. Lakini mshikaji kama anamwangalia sasa, mbona kama anafanana na mpenzi wangu Belinda huyu? Mbona sielewi? Ni kwa mshikaji kana anamfananisha bidada mpaka anafanana na Belinda bila kujua Belinda ndio huyu bwana. Mshikaji kama ndo kazi yake bwana. Bidada akasema tizi leo nimepigwa busu bwana. Umenipiga busu siku ya leo hii. Aisee. Tunaona siku nyingine tena hapa. Tunamuona bidada hapa kana anafanya usafi. Lakini uweze amini kwamba bidada akawa anafanya usafi kimitego kinoma bwana. Aisee, akana mputukia mshikaji pale. Mshikaji anashangaa mambo gani haya tena jamani. Bidada pale anamuinamia mshikaji. Mshikaji anashangaa mambo gani tena jamani. Huku bidada anaendelea kutikisa nyashi. Mshikaji akamwambia Mary, mambo gani unayoleta hapa? Akasema hamna bosi, nafanya usafi. Akasema unafanya usafi? Wewe naona kabisa kuna kitu unakitaka wewe. Ngoja nikuoneshe leo hii. Aisee, uweze amini kwamba mshikaji akawa ameinuka zake pale. Bidada
Bidada akasema jamani bosi nini shida? Akasema njoo hapa kuna deki zako. Wewe unajileta leta unajitega tega. Toka muda naona kabisa unaniletea letea hapa kitumbua. Sasa leo hii nakitafuna hapa sebuleni. Sasa uweze amini kwamba mshikaji akaanza kupata juice ya miwa. Lakini bidada hichi ndiye alikuwa anakitaka bwana. Kama inogewa pale na kuanza kupata juice ya miwa kutoka kwa nani? Kwa mshikaji bwana. Mshikaji anashangaa vipi bwana? Akasema jamani hapana. Hapana bwana nimekosea sio wewe. Mpate kuniacha bwana. Bidada sasa tuendelee nini bwana? Naomba mpate kuniacha. Sasa uweze amini kwamba mshikaji ilibidi afanye aweze kuondoka zake. Maana anajikuta saizi anamzingatia bidada Mary kinoma noma kuliko hata nani? Kuliko hata huyu Belinda. Bila kujua kuwa Belinda ndio huyo nani? Ndio huyo Mary bwana. Sasa basi bwana uweze amini kwamba mshikaji kile kitendo kilimfanya aenda akapige tungi hadi sio poa bwana. Na hapa alikuwa na ule rafiki yake anaenda kwa jina la John bwana. Na alikuwa amemweleza John kila kitu kinachomsibu. Mshikaji akasema kivipi bwana? Akasema ndio hivyo bwana, yani uweze amini kwamba yani nikimwangalia Mary naona kabisa ni Belinda, nikimwangalia Belinda naona kabisa ni Mary. Yani sielewelewi bwana. Uweze amini kwamba hadi mate ni kwamba leo nimemnyonya Mary mate bwana. Lakini naona kabisa ni kama Belinda vile. Yani sielewelewi. Sasa ina maana umemnyonya mfanyakazi ule mate. Yani bora sielewelewi. Akasema uweze amini kwamba rafiki yangu najikuta anamfikiria ule mfanyakazi. Ni kitu cha kiwezekani Belinda hawezi akawa Mary. Sielewelewi nini kinachoendelea hapa. Ni kwamba kichwa kinaniuma hadi sio poa bwana. Ni kwamba naona kabisa Belinda ndio yule Mary na Mary ndio yule Belinda. Hapa kuna mchezo unaendelea hapa kati bwana. Sasa basi moja kwa moja kwa mshikaji akaendelea zake kupiga nini? Kupiga tungi bwana. Sasa na uweze amini kwamba siku iliyofuata mshikaji ilibidi aweze kumuita nani? Aweze kumuita bidada Mary bwana. Sasa ni kwamba alikuwa na mazungumzo naye siku ya leo hii bwana. Kwa mshikaji alikuwa anataka aweze kumbana bidada aweze kufanya aweze kumwambia ukweli bwana. Na kama mwambia hivi wewe ni Mary au wewe ni Belinda? Akasema boss mimi ni Mary. Belinda ndio nani tena? Akasema mbona unafanana na Belinda au wewe una ndugu yako? Akasema hapana bwana mimi niko peke yangu tu mwetu. Wala sina hata ndugu. Kadi bidada anavyoongea vile nilikuwa mshikaji alikuwa anamwangalia bidada pale jinsi anavyoongea. Akanamfananisha kabisa huyu ni Belinda huyu sio Mary huyu ni Belinda. Aisee uweze amini kwamba bidada kana anataka aondoke zake pale mshikaji akamvuta akasema hebu subiri kwanza hapa. Uweze amini kwamba mshikaji msogelea bidada pale na kaanza kupata juice ya miwa bwana. Sasa hivi vitu bidada anavipenda kinoma noma na hizi fursa uoga anazitafuta hadi sio poa bwana. Unajua tena bidada tayari ameshampenda nani? Ameshampenda mshikaji na yeye anajua kabisa yeye ndio Belinda na yeye mwenyewe ndio nani? Ndio Mary bwana. Wakati anaendelea pale kuromantika uweze amini kwamba mlango ulifunguliwa pale na moja kwa moja kwamba mzee aliweza kutimba pamoja na nani na bidada Nola bwana. Sasa nilikuwa mshikaji pale kana anajizugazuga jamani mambo gani ya maana ilikuwa ni fumanizi hadi sio poa bwana. Lakini bidada Nola akasema nimekukamata siku ya leo hii. Hii simu ni ya nani? Hii simu si ni ya Belinda hii. Inatafuta nini kwenye chumba chako? Mshikaji anashangaa nini kinachoendelea akasema jamani hiyo simu bila kampeni na maana wewe ndio Belinda na wewe mwenyewe ndio Mary. Mzee akasema jamani Mary kwa nini lakini umeamua kufanya hivyo? Yaani wewe mwenyewe unakuwa Belinda wewe mwenyewe unakuwa Mary. Kwa hiyo kwenye nyumba umekuja kwa plan yako si ndio? Na kwa nini umeamua kufanya hivyo? Umekuja kufanya utekaji au umekuja kufanya wizi? Maana mpaka unadanganya hivyo. Ina maana kuna zumuni lako lenye umekuja kulifanya kwenye nyumba bwana. Hadi unachukua uhusika watu wawili. Haiwezekani unachezea mchezo hapa. Unajifanya sijui wewe Mary, sijui tena wewe Belinda. Sisi tumeshindwa kuelewa kabisa zumuni lako ni nini. Asiwezi amini kwa bidada siku ya leo hii alikamatwa bwana. Sasa nakana muomba mshikaji msamaha. Mshikaji kaa elewi. Nini hichi kinachoendelea bwana? Kwamba naye alikuwa anachezea mchezo bila mwenyewe kuweza kujua. Sasa ni kwa mshikaji alijiona yeye ni mpuzi kinoma noma bwana. Kuto kuweza kugundua kwa bidada ndio Mary huyu ndio Belinda bwana. Sasa mzaka sasa bwana kwa hiyo ulichokifanya mimi sikutaki hapa nyumbani bwana. Naomba mpate kufanya naomba mpate kuondoka zako bwana. Na baada hapo kwa mzee mpaka ameondoka zake. Bidada akamwambia mpuzi kudadeki zako. Mimi nilijua tu kwa unanidanganya. Nikaa nashangaa. Belinda akija wewe unakuwa haupo. Wewe ukiwepo Belinda anakuwa hayupo. Nikaa nashindwa kuelewa. Nyewe watu inakweje yani kuna kitu gani kinachoendelea hapa kati yenu? Kumbe ni kaongo kumbe ni kaongo unataka kumtapeli kakaangu si ndio? Umekuja kwa ajili kumtapeli kakaangu. Sasa kwa taarifa yako naomba mpate kufanya naomba mpate kuondoka humu ndani bwana. Humu ndani tena kukufai bwana. Sasa ni kwamba kilichokuleta hapa uwezo ukakipata kamwe bwana. Bidada kana muomba mshikaji msamaha. Mshikaji akamwambia naomba uniache Mary. Naomba uniache kabisa nilivyo. Unajilizaliza vya uongo. Toka zako hapa nenda zako huko. Asiwezi amini kwa bidada aliweza kutimuliwa bwana siku ya leo hii. Na mshikaji alikuwa ni mtu mwenye huzuni kinoma noma kwa sababu gani? Amejikuta anampenda nani? Anampenda Blandina na bidada Mary bwana. Na leo hii anakuja kugundua kuwa ni mtu huyo mmoja bwana. Na kama mwambia dadake kwa aweze kuondoka maana yeye hapo alipo ana mawazo hadi sio poa bwana. Ndio hivyo ni kwamba mshikaji anampenda nani? Anampenda kinoma noma bidada Mary bwana. Kwa mshikaji hakuwa tayari aweze kufanya aweze kumwacha bidada Mary aweze kuondoka zake bwana kwa sababu gani? Anampenda hadi sio poa bwana. Na uweze amini kwamba mshikaji ilibidi aweze kuongea na bidada Mary bwana. Na bidada Mary ilibidi aweze kuasili hapa aje muombe nani? Aje muombe msamaha nani? Mshikaji hapa pamoja nani? Pamoja na mzee bwana. Kwa bidada Mary ilibidi aongee kila kitu kwa yeye. Alifanya vile kwa sababu ya ugumu wa maisha bwana. Kwamba yeye kwao ni maskini, hawana pesa na mshikaji alimwambia atampa kiasi cha fedha kizuri. Kwa hiyo bidada akaona fanyaje? Aweze kufanya vile. Lakini mzee akamwambia kama ulikuwa na shida na pesa, ungeniambia bwana. Hakukuwa na haja kuweza kunidanganya. Ungeniambia tu ukweli. Na pia Jerry mwanangu, umekosea sana bwana. Ungeniambia tu ukweli kwa baba. Mimi mwanamke sijapata bado. Mimi ningekupa muda uweze kufanya uweze kutafuta mwanamke bwana. Haya nini sasa kwanza kunidanganya mimi mtu mzima kweli? Basi moja kwa moja kwa mshikaji ilibidi amuombe msamaha babake. Akamwambia baba ndio hivyo bwana, lakini kiukweli baba mimi
mimi mwanamke huyu nampenda kinoma noma bwana, niko tayari kumuoa. Akasema ndio maneno bwana, huyu mwanamke mimi nishampitisha toka muda bwana. Kwa binti yangu nyenyuka. Asiwezi amini kwamba mzee kumbe toka muda alikuwa ameshampenda nani? Alishampenda bidada Mary bwana. Ni vile tu alikuwa anamsubiria mshikaji aweze kufanyaje, aweze kukubali. Lakini ndio hivyo, ni kwamba hati mmeweza kukutanisha mshikaji pamoja na nani? Pamoja na bidada bwana. Na uweza amini kwamba mzee aliweza kumkubali bidada kama nani? Kama mke wake, na kama amempa baraka bwana. Bidada akamwambia mzee, mimi nakuahidi nitampenda nani? Nitampenda mtoto wako na nitamfanya aweze kuwa na furaha maisha yake yote bwana. Sasa hicho ndio ninachokitaka bwana, nataka muweze kupendana na mwisho wa siku muweze kuja kuwa na familia na muweze kuwa na maisha mazuri. Ndio kitu ninachokihitaji mimi bwana. Basi moja kwa moja kwa mzee akamkumbatia pale bidada bwana. Na uweza amini kwamba mshikaji pamoja na bidada waliweza kuoana na mwisho wa siku wakaja kuwa na watoto mchere bwana. Na huu ndio mwisho wa picha yetu. Asante kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, comment na kushare.